Thank you Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu asubuhi ya leo kwa ajili ya kipawa cha uhai na afya njema. Mungu wa amani azidi kupokea sifa. Kwa hivyo asubuhi ya leo tunaenda kusikia neno la Bwana, ambaye tunaenda kuangalia ama kujifundisha kumtarajia Mungu katika kila hali. Hata mambo yakiwa namna gani, unaamini ya kwamba Mungu yuko upande wako, na katika kila hali Mungu atakupigania. Kwa hivyo leo nataka tujifundishe kuweka imani na Mungu, kumtumainia Mungu hata mambo yakiwa namna gani. Naye kumtumainia ataonekana na atajidhihirisha. Kwa hivyo nitaomba na Mungu wa amani atazidi kupokea sifa. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu ninakubariki asubuhi ya leo, ninakupa sifa maana unastahili. Hakuna mwingine aliye na uwezo kama wako. Asubuhi ya leo Bwana, tunapoenda kusikia neno lako, Roho wako Bwana katusaidie, maana Bwana hatuwezi pasipo neema yako, hatuwezi pasipo kutanguliwa na wewe. Njoo Bwana utusaidie, na jina lako litatukuzwa na litainuliwa. Nasikia neno lako Bwana, ukanene nasi, na jina lako litazidi kupewa sifa. Kila roho inukapo kinyume na neno lako Baba, ili watu wako wasibarikiwe, ili watu wako wasilipokee neno, tunaikomesha hiyo roho katika jina la wa Mungu ulio hai. Baba, onekana na ukajitukuze, na kupitia jina la Yesu tunaomba kushukuru pamoja na kuamini. Amen. Amen. Kwa hivyo tunaangalia neno la Bwana katika kitabu cha Ayubu 19 mstari wake wa 25. Hivi ningeomba tuweze kusomewa Ayubu 19 mstari ule wa 25. Lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndilo neno la Bwana asubuhi ya leo. Ayubu alipitia mambo mengi kama vile unavyojua, lakini kuna kitu moja alikuwa anatumainia Mungu. Ayubu anasema ya kwamba najua mteteaji wangu yu hai na atasimama juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu alikuwa anaamini Mungu. Ayubu alipitia mateso mengi, lakini roho yake na mawazo yake yalikuwa tumaini lake kwa Mungu. Akasema ninajua mteteaji wangu yu hai. Lazima ujue anayetetea yuko hai. Lazima ujue anayekupigania yuko hai. Sio kuna mambo unaona kana kwamba hakuna Mungu, mambo yanakubabaisha, unaona kana kwamba kuna tumaini, lakini Ayubu alikuwa anajua kitu moja, na kile ningependa hata wewe ujue leo, mteteaji wako yu hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo verse 19 tu. Hiyo verse 35. Lakini mimi ninajua ya kuwa mteteaji wangu yu hai. Lakini mimi ninajua mteteaji wangu yu hai. Sure. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakwambia jua mteteaji wako yuko hai. Jua mteteaji wako yu hai. Ukijua hivyo hakuna kitu kitakubabaisha. Maana anayekupigania na anayekusaidia yuko hai. Sio kana
ya nchi. Na hatimaye atasimama juu ya nchi. Bwana asifiwe. Ayubu anasema ninajua ni ujue mteteaji wako yuko hai, na hatimaye atasimama juu ya nchi, na akisimama juu ya nchi ataonekana na atajidhihirisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hali itabadilika, maana mteteaji wako akiwa hai, akisimama juu ya nchi, akisimama tena, maana mteteaji amefika. Ikiwa ni matatizo, Bwana akisimama katika nchi, Bwana ataonekana. Yapitia hayataonekana, bali akisimama juu ya nchi ndiyo atakayeonekana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anajua Bwana akisimama juu ya nchi, kila kilichokuwa kinakuhangaisha hakitaonekana tena, maana na kupigania. Isikufanya usahau na mteteaji wako, isikufanya usahau ya kwamba kuna Mungu mbinguni, isikufanya uangalie hiyo changamoto uonekana kwamba mambo yameharibika. Wako yuko hai, ila walikujua jina litabadilika, utukufu wa Mungu utaonekana, maana mteteaji wako amefika, aweze kusimama juu ya nchi, ajidhihirishe ni yeye unayemtumikia. Lako tu ni kutumikia Mungu, lako tu ni kusimama kwa Mungu, naye atasimama. Na akisimama akionekana, watu watajua. Ayubu watu walimdharau, Ayubu watu walimchukia, Ayubu watu walimsema mambo mengi, lakini roho yake ilikuwa na tumaini, roho yake ilikuwa inaangalia Mungu. Watu wakasema ametenda dhambi, lakini yeye anajua mimi roho yangu iko sawa, ninamtumainia Mungu. Watu wanaweza wakasema, watu wanaweza wakakuweka mambo na kuwekea mambo mengi kulingana na ile hali huko, lakini ukiwaangalia wanadamu watakuvunja moyo, ukiwaangalia wanadamu watakuweka kwa matatizo. Lakini swali ni je, roho yako na uhusiano wako na mteteaji wako uko namna gani? Mteteaji wako, roho yako iko na connection gani na yeye? Umejitoa namna gani kwake? Ili unapoweka tumaini kwake, moyo wako unakuwa na nguvu ya kwamba kuna yule unayemwamini, ya kwamba kuna yule anayekupigania, naye atakusaidia. Mungu anaweza, hakuna jambo lisilowezekana kwake. Baba ni asante. Bana mambo yanaweza yakakuja, lakini mteteaji wetu anaposimama, kila kitu chote kilichokuwa kimeinuka kinarudi chini, maana mteteaji amesimama. Kwa hiyo simama na Mungu, simama mbele Yesu akupiganie. Amini Bwana Yesu, naye atakutenda mema. Amini Bwana Yesu ya kwamba atakuokoa katika hiyo. Amini Bwana Yesu kwa kile jambo yeye anaweza. Amini Bwana Yesu ya kwamba atakukiwa na nini yeye. Amini
zako. Amini Bwana Yesu, naye atatenda. Na akisimama juu ya nchi, waliokuwa wanakudharau, waliokuwa wanakuonea, watajua ya kwamba mteteaji amefika ili akupiganie, ili akusaidie, ili akutende mema na ili akutende mambo makuu. Amini Mungu tu. Amini Bwana. Amini Mungu anaweza. Amini Mungu anainua. Amini Mungu anabariki. Amini Mungu hakuna jambo lisilowezekana kwake. Amini Bwana Yesu, hakuna jambo liwe liwalo. Yesu ni Bwana. Ayubu watoto wakaisha, mali yakaisha, lakini anasema ninajua mteteaji wangu yuko hai. Hata mtu atakaye angalia mteteaji wake, yalisi matatizo imekuwa namna gani, yalisi changamoto zimekuwa namna gani, lakini yeye aweke tumaini lake kwa Bwana, aweke msaada wake, ayue msaada wake hautoki kwa mwingine, achue msaada wake hautokani na wanadamu, bali msaada wake unatoka kwa Bwana. Ayubu akaamini Mungu, bali akaisha, watoto wakaisha, lakini anasema najua mteteaji wangu yu hai na atasimama juu ya nchi. Nini unapitia? Unaona kana kwamba umefika mwisho. Bado haujafika mwisho, maana mteteaji wako yu hai. Kwa hivyo ningetaka tuangalie kitabu saa hiyo Ayubu 20 mstari wake wa 15. Tutasoma Ayubu 20 mstari wa 15. Amemeza mali, naye atayatapika tena. Mungu atayatoa tumboni mwake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amemeza mali. Ayubu akasema vitu vyangu na kila kitu nilikuwa nacho adui amekimeza, naye atayatapika tena. Lakini achungwa najua kwa sababu niko na mteteaji wangu aliyemeza kilicho changu, atakitapika. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu ako na imani na Bwana wake, ako na imani na Mungu ishie milele. Anajua ijapokuwa walimeza, lakini shida ya kutapika kile waliokimeza. Mungu atayatoa tumboni mwake. Mungu atayatoa tumboni mwake. Inajua ya kwamba ukiwa na imani na Mungu, haijalishi ni nani walimeza kilicho chako, Bwana atakitoa kwa tumbo zao. Ijapokuwa walikunyanyasa, ijapokuwa walikutesa, lakini Bwana wako, mteteaji wako akisimama, waliokimeza sio shida ya kutapika, watatapika. Na Bwana atawakikataa kutapika, atakitoa tumboni mwake. Bwana Yesu asifiwe. Anajua Bwana akisimama juu ya nchi, kila adui aliyokimeza atatapika. Hata asipotapika, Bwana atakitoa. Kwa hivyo kila adui amenyakuwa kilicho chako, wewe tumaini Mungu, ujue mteteaji wako yuko hai, na hata waliokimeza atakitoa kwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo amini Bwana Yesu, amini Mungu anaweza. Weka tumaini lako kwa Mungu, na Mungu atasimama onekana. Akisimama juu ya nchi, kile waliokimeza atakitoa kwa tumbo zao. Bwana Yesu asifiwe. Ili kile
unachokipitia uwe na imani ya kwamba Mungu atasimama na kupigania. Weka tumaini lako kwa Mungu. Ujue ndiye msaada wako. Ujue ni yeye tumaini lako, na atasimama juu ya nchi. Na kisimama juu ya nchi, waliokimeza kisikubabaishe. Bwana atakitoa katika tumbo zao, katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa ajili ya neno lake. Kwa hivyo naamini leo usiangalia hali, angalia msaidizi wako, angalia mteteaji wako, naye atasimama na ataonekana na atajidhihirisha. Kwa hivyo kwa wakati huu, kama wewe mkubali Bwana Yesu, ili Bwana Yesu akuokoe, ili Bwana Yesu akaweza kukupigania, ili Bwana Yesu akaweza kukusaidia katika kile njama, kubali kupatia Yesu maisha yako, awe mwokozi na mkombozi wa maisha yako. Kwa hivyo ningetaka urudi ombi nyuma yangu, na hiyo ombi unapolirudia, amini kwa moyo wako, amini kwa roho yako: Yesu, nimekuwa nikitenda dhambi. Sasa Bwana, naomba ukanisamehe, ukanisaidie, ili ukanifanye kuwa mwana, naye Bwana atakusaidia. Sema: Bwana Yesu, ninakupenda, mimi ni mwenye dhambi. Achana na dhambi, natubu dhambi zangu na makosa. Bwana nisamehe. Vuta jina langu katika kitabu cha mauti, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Nimekataa siku ya leo, ukanisaidie